The people will no longer quote this proverb. The parents have eaten sour grape, but their children's mouth pucker at the taste. Wacha tusome kwa Kiswahili. Jeremiah 31 verse 20. Maandiko yanasema hivi: siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Haleluya! Hiyo ndio generation tuko nayo sasa. Saa hii sio kama zamani, eti unasema utafanya vituko, eti na wewe walk free, eti wajukuu wabebe mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi tuko nayo sasa hii, ukifanya vituko utaenda na vituko zako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tumgeukie Mungu. Hapa katika Agano la Kale, wazazi wetu wangefanya makosa, watoto wangejikuta wanalipia makosa ya wazazi wao. Mizigo ambayo wazazi wao walibeba za dhambi zingekuja mpaka kwenye kizazi cha 3 na cha 4. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika kizazi chetu kila mtu anabeba mzigo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapo katika Yeremia akawa anawaambia itakuja kufika wakati ambapo kila mtu, haleluya, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kwa hivyo ukiwa kwenye maisha ya uovu, get to know, hautabebesha mtu mwingine mizigo, utabeba mizigo yako wewe mwenyewe. Maana akulaye zabibu kali, meno yake itatiwa ganzi. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba ukitenda dhambi utabeba mzigo wako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So hawa wana wa Israeli by that time walikuwa wanabeba mzigo ambao ulitokana na babu zao. Babu zao walimwacha Mungu na wao wakawa wenye kuteseka katika mikono ya watesi wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dhambi inaleta mateso katika maisha ya wanadamu hata hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaporudi katika kitabu cha Lamentation 5 verse number 9 to 16. Lamentation 5 from verse number 9 to 16. Maandiko inasema nini? Inasema hivi: we hunt for food at the risk of our lives, for violence rules the countryside. Bwana Yesu asifiwe. Yaani chakula ikawa ni a very very hard venture. Kitapambana chakula, it was at the risk of their lives. Bwana Yesu asifiwe. Verse number 10. Famine has blackened our skin as though baked in an oven. Wale watu by nature they were light skinned. Kwa sababu ya shida they ended up being dark. Wakawa weusi kwa sababu ya kuchomwa na jua. Haleluya. Wakakuwa ni wenye kupitia mateso kwa sababu ya kuachilia uovu. Kwa sababu ya uovu ya mama zao wakawa wenye kupata shida na matatizo. Basi neno linasema our enemies led the women in Jerusalem and young girls in towns of Judah. Yaani uovu ukawa mwingi katika mji wa Yerusalemu na hata miji ya Yuda kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani these are the consequences that the children of Israel suffered because of the sin that was committed in the land. Verse 12, our princes are being hanged by their thumbs and our elders are treated with contempt. Yaani vijana wao wakawa wakifanya makosa wanachukuliwa wanakuwa hangi.
kidole chao cha gumba kinafungwa na wanaangikwa na kidole cha gumba wateseke mpaka wakufe, na wazee wao hawakupewa heshima yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya mambo yaliyotokana na dhambi, wazee wakawa wanakuwa ni wenye kukosewa heshima. Young men are led away to work at milestone and boys staggered under a heavy load of wood. Watu wao wachanga, vijana, wakawa wanafanyishwa kazi ya sulubu, kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya dhambi, wakawa kazi zao ni kazi za mateso. Bwana Yesu asifiwe. The elders no longer sit in the city gate, and young men no longer dance and sing. Hallelujah. For joy has left our hearts. Hallelujah. Tunaona initially wana wa Israeli wakati wanapokuwa katika amani, wazee wakikutana kwenye milango ya mji, wanakaa chini waweze kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hivyo hata leo hii si wazee wanakutana kwenye maeneo fulani fulani wapige story. Haleluya. Wazungumze kuhusu current affairs na mambo yanayohusu wazee. Haleluya. Lakini kwa sababu ya dhambi wasingeweza kuketi kwa amani, wasingeruhusiwa kukaa vikao, maana dhambi ilisababisha nchi ikose amani, ilisababisha wale watu wa Mungu wasiwe na raha tena. Vijana, tunaona hapo maandiko yanasema ya kwamba the young men no longer dance and sing. Hata wakati huo vijana walikuwa wanafurahia kwa kucheza muziki. Haleluya. Maybe muziki ya wakati huo si kama hii ya leo. Haleluya. Lakini walikuwa wanafurahia kwa kucheza na kudansi. Lakini kwa sababu ya dhambi hapakuwa na furaha, hapakuwa na nafasi ya kuweza kucheza na kufurahia. Maana the joy has left our hearts. Hapakuwa na furaha ama sababu ya kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Our dancing has been turned to mourning. When we allow sin, our dancing will be turned to mourning. Hallelujah. Furaha yetu inageuzwa kuwa huzuni. Bwana Yesu asifiwe. The garlands are fallen from our heads. Weep for us because we have sinned. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yeremia akawa anasema kwamba tulie kwa sababu tumetenda dhambi. Under the Babylonian occupation, everything was rationed and controlled. Getting the basic necessities of life was through risking of their lives. Bwana Yesu asifiwe. Praying in verse number 19 to 20, in the same chapter, Lamentation chapter number 5, verse number 19. Bible says, but Lord, you remain the same forever. Your throne continues from generation to generation. Hapa tunamuona huyu mtumishi wa Mungu anaanza kuintercede for the nation. Pray for the everlasting God to remember his people. He was praying that God may restore the nation of Israel. Let me tell you, wewe ambaye unamjua Mungu, ukianza kuomba leo, there will be a restoration in your life, in your family. There will be a restoration because of your prayer. Bwana Yesu asifiwe. When you call upon God, he will intervene in the situation at hand. Atasababisha mambo kubadilika, maana Mungu wetu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. The focus of the prophet was upon the unchanging nature of God. Our focus should be on God. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu wetu huwa habadiliki, ni sisi wanadamu huwa tunabadilika. Na wakati wowote tunapoona ya kwamba mambo yameanza kubadilika to the worst, tunahitajika kumgeukia huyu Mungu ambaye abadiliki. Bwana Yesu asifiwe.